kutisha rais. Stop trying to intimidate the president by using your clan or your region. That region, it is William Ruto who went and campaigned in that region and got the number of votes that he got. You are very lucky because William Ruto and the leaders that back then had an opinion of a different person as the deputy president. You are lucky that William Ruto chose you out of the many people that leaders wanted. Kwa hivyo wewe usituambie maneno mengine, wacha rais afanye kazi na ukuje ufanyie wananchi kazi. Wakati wa siasa ni 2027. Hiyo wakati ikifika tutakanyagana, tutamenyana hiyo wakati. Kwa saa hizi kuja hapa tuletee stima, tuletee maji, tuletee barabara Kisii. Hiyo maneno ya one man, one vote, one shilling sisi hatuko. Kwa sababu tunataka maendeleo ipelekwe katika sehemu zote za nchi yetu ya Kenya. Na Mheshimiwa William Ruto alipochaguliwa, hakuchaguliwa kwa sababu anatoka kabila fulani. Alichaguliwa kwa sababu tulikuwa tunajua tukimchagua ni maendeleo tunataka. Yule ambaye amesema one man, one vote, one shilling, yeye ile wakati ya campaign hata hapa Kisii hakukuja. Na tangu achaguliwe hajawahi kuja Kisii. Kwa hivyo hajui shida za watu wa Kisii. Hawa wa Kisii wanataka hii barabara tumepatia Mchinese iwekwe pesa itengenezwe. Ama nyinyi mnataka maneno mengine? Nyinyi mnataka one man one vote ama mnataka barabara itengenezwe? One man ama barabara? Barabara ama one man? Stima ama one man? Stima ama one man? Maji ama one man? Maji ama one man? Kwa hivyo hiyo maneno ya one man one vote one shilling sisi hatutaki. Na yeye ndiye chairman wa IBEC mahali maneno ya pesa inazungumziwa. Yeye wacha aende akae pale apange hiyo maneno ya pesa, kwa sababu akirudi kwa mwananchi na is a senior politician inamaanisha ameshindwa na kazi. Si ndio? Wewe huwezi pewa uongozi na wewe ndio namba 2 katika serikali ya Kenya na unashindwa kusolve that issue of division of revenue ama maneno ya CRA ama vile pesa itagawa. Ya mwisho kabisa, mimi nataka kumwambia kama yeye amechoka na serikali ya William Ruto, wacha ajiuzulu, awache watu wengine waendelee na kazi. Kwa sababu hatutajihusisha na maneno ya siasa wakati huu. Kwa sababu kazi yake alipewa ni kumsaidia Rais William Ruto. Sasa kama saizi William Ruto alikuwa ng'ambo, yeye hata hapa Kisii hakukuja. Ukambani hajaenda, mahali anaenda ni Madhira peke yake. Huko kwa wa Somali Marsabit hajaenda, Moyale hajaenda. Sisi tunataka kumwambia akuje hapa kwanza asikie shida ya watu wa Kitutu Chache North kwanza. Kabla atuambie maneno mengine ya one man one vote, akuje hapa atuambie shida ya wananchi wa Kenya. Tomorrow the committee on finance will be tabling their report. They've done a lot of public participation. As you know, last week the budget was read, a budget of about 4.01 trillion Kenya shillings, which is going to serve Kenyans in various capacities. More especially, you saw that our county governments were given a precedented figure for the first time of 400.1 billion Kenya shillings, which has never been given before. You saw money has been given out to electricity projects. This is the first time every constituency will be getting 50 million to every constituency to go towards last mile connectivity, street lighting and maximization. You also saw a lot of money was given to JSS to make sure that we employ JSS teachers who are on contract to be able to go into permanent and pensionable basis. Now, that is called the supply side of the budget, where money is spent. Tomorrow, the Committee on Finance, led by Honorable Kimani Kuria, will be bringing the finance part of it, where money will be coming from, where we need to know where are we going to tax so that we get money, so that all these projects we've been talking about can be funded. I know there were a lot of discrepancies on issues to do with the VAT on bread, which I think the committee removed. The
VAT on sanitary towels. The committee also removed. There is a VAT on motor vehicle. We are waiting for tomorrow so that we can be able to see VAT on eco stuff. That is solar, batteries and such like stuff. I heard the committee was recommending to remove it. So we are waiting tomorrow. We'll be in Parliament. They bring it. We look at it. If it's good for Kenyans, which I believe they've looked at it, they've done enough of public participation, we will pass it. Because we believe that we need money to fund all these projects we are talking about. NGCDF, we've increased the money for NGCDF because we believe that students need to get bursaries. We need to build classes for JSS. We need to build infrastructure in schools. So even that we need money. So we will sit down tomorrow, look at it, and I believe the Committee on Finance has done its part, and we as members of Parliament tomorrow will be there looking at it. And if it's good for Kenyans, we'll go with it. Anything that we see is not good for Kenyans, we will amend and then vote for the finance bill. So we are waiting tomorrow to be in Parliament to look at it, and we will tell Kenyans what is going on. Za UDA wiki ijayo zitakuwa kaunti karibu 8. Mojawapo ni kaunti ya Kisii. Tunaomba watu wetu wajitokeze kwa sababu kuna wale wamejitokeza wanataka kuwania viti tofauti. Tunaambia watu wetu wajitokeze ili waweze kuwania hizi viti, na tumesema kila mtu ako na haki ya kuwania hiki kiti. Tumesema kama chairman ni mwanaume, vice chair automatically anakuwa mama. Kwa hivyo wamama wako na kikao katika chama chetu cha UDA, na tunawaomba tarehe 28 wajitokeze kikamilifu, wapigiwe kura ili tuweze kukuza chama chetu cha UDA. Ya mwisho kabisa, ningetaka kumuunga ndugu yangu Charles, ile maneno amesema ya one man, one vote, one shilling, ya kuzindua haya maji ambayo yamechimbwa na mama county wetu. Mnajua maji ni uhai, na mama county alipokuwa akizunguka akiomba kura alihakikishia watu wetu, haswa hawa watu ya Kitutu Chache North, ya kwamba atawaletea maji. Na leo amesema dawa ya deni ni kufanya nini? Dawa ya deni ni kufanya nini? Ndio kwa maana tuko hapa na tunataka kumshukuru mama county kwa sababu ile pesa yake kidogo ya ngafu ameweza kuchimba maji maeneo yote ya Kisii County. Na leo pia tunamshukuru kwa sababu ametuletea hizi wheelchair hapa, wale walemavu pia hao waweze kujihisi na kujisikia ya kwamba pia hao wanaweza kusonga kikamilifu na kwa haraka wakitumia hizi baiskeli wako nazo siku ya leo. Ya muhimu tena ningetaka kushukuru mama county ni kwa sababu ya ile sanitary towels ambazo umepatia watoto wetu katika mashule. We don't take it for granted. It has not been happening before, but for the first time mama county tunakushukuru kwa sababu umetuletea sanitary towels hapa. Kwa hivyo tunataka kukuambia asante, na hapo ujisikie nyumbani. Wakati wowote uko hapa, wewe jisikie nyumbani, na ukipata boho zingine leta, au watu kura watakupatia 100% vile walikupatia last time. Wewe usiangalie kwingine, hapa Kitutu.